kuniaminisha. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Haibu viherehere Mungu hajakuweka unataka hela. Nimesema hili nimeamuliwa na Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Yule baba alipoona nadaiwa sana alikimbilia mlimani. Bahati nzuri na mimi nikawa nimepandisha mlimani kuomba. Amen. Na mkuta yule baba anasema, mtumishi, naomba nikushirikishe maombi. Nikasema nishirikishe baba, kwa sababu mlimani tunaombeana. Bwana Yesu asifiwe sana. Shida yako ni nini? Akasema, mimi nimechukua hela za mama mmoja, nilimwambia mume wako ataacha uzinzi. Sasa yule baba ndiye anazida na wala na kule kule, ndio maana nimeamua kuja huku mlimani niombe Mungu amuokoe yule baba. Nikasema ndivyo ulivyomwambia Kwa hiyo nataka na mimi nikusaidie kuombe. Leta basi zile hela tugawane. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siwezi nikafanya mimi kazi bila wewe unipenda hela, hukumpenda Mungu anayeokoa roho, ukapenda hela kwanza. Sasa na Mungu kukuhaipisha sasa hawezi kumwokoa yule mtu. Ndio. Inatakiwa urudishe nini? Hela. Ndio. Wachungaji, Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Sio aibu? Ni aibu. Nasema na maaskofu, sio aibu? Ni aibu. Manabii wenzangu, sio aibu? Ni aibu. Unapokitamka kitu kwa mgonjwa, kwa mhitaji, hakikisha mbingu zimekuambia. Ndio. Sio kusema sema upate hela. Hata kama maisha yako ni magumu, Mungu anaona. Amen. Na Mungu sio dhalimu, lazima atakutokea madamu. Tumika kwa uaminifu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sema una lubuni tu. Sio wasi. Hiyo ni dhambi kama dhambi zingine duniani. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Lazima uwe makini kwenye kazi ya Mungu. Nimesema usijifanye. Wewe kaa ambapo Mungu amekufanya. Yesu akasema wengi hawatalisadiki hilo neno ambalo nimelisema, kwamba kuna watu wamejifanya na mbinguni hawataingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya, haleluya. Amina. Lazima uwe makini kwenye eneo ambalo Mungu amekuweka. Na kama si tutaendelea kukemea mapepo asubuhi, jioni, mchana, utalika na maombi. Watumishi wote wa Tanzania wakubwa, utaenda kwa manabii wakuombea ili utoke kwenye jaribu. Mungu umekosea wewe mwenyewe. Utakaa kwenye eneo ambalo Mungu amekuweka. Ndio. Bwana asifiwe. Amen. Nikikugundua mimi siwezi kukusaidia maombi. Japo na mimi najua, na mimi kuna watu wanaoniombea. Amina. Lakini wamewekwa waniombea mimi. Siwezi nikakuombea kama mimi Mungu hajaniambia kwamba nikuombee. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tusilichanganye neno la Mungu kama maji sijui nani. Tusilichanganye neno la Mungu. Ndio. Kila mtu akae kwenye eneo lake. Amina. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndio maana Yesu anamchukua Petro, anamweka pembeni, anampa maagizo na funguo. Kwa nini asingewachanganya wote? Unajua hiyo maana? Ndio. Wewe umepewa kitu na Mungu wa mbinguni peke yako. Amina. Cha kwako ni cha kwako. Mimi siwezi nikatembelea hicho. Amina. Na cha kwangu ni cha kwangu, huwezi ukatembelea hiki. Amen. Lazima kila mtu abebe msalaba wake. Kwa nini Yesu akasema ukitaka kunifuata beba msalaba wako? Ndio. Alafu nifuate siku zote. Asante Yesu. Alisema tubebe msalaba pale. Beba wa kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio. Haiwezekani umebeba wa yule wa kulia au wa yule wa kushoto. Kwa sababu msalabani kulikuwa misalaba mitatu. Hutajua ubebe ni msalaba gani. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Na tunatia huruma wana wa Mungu. Niulize mimi, kile ambacho Mungu alitaka niishi, mimi nilikuwa nakataa na niliendelea kuishi kwenye mateso na kwenye shida mpaka nilipogundua Yesu umetaka nikae hapa. Bwana asifiwe sana. Ndio. Bwana asifiwe sana. Amina. Mungu akisema sitaki masuruali ndio nachomekea mpaka humu. Sitaki kujichubua ndio najichubua, maana nasema ndio naongeza uzuri. Mungu alisema nitakukomesha na alinikomesha kweli. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ninachosema hiki, angalia Mungu anasema nini na wewe. Amina. Jamani, tunampunguza Yesu. Yesu ni mchumba wetu. Haleluya. Amen. Yesu ni Bwana wetu.
Lazima tuishi sawa na mume wetu anavyotaka, ambaye ni Yesu. Haijalishi wewe ni baba, unayo masharti ambayo Yesu anakuambia uyaishi. Ndio. Wewe ni mwanamke, unapewa masharti ambayo Yesu anataka uyaishi. Amina. Sio kama unavyotaka wewe. Mbona wanaume tu wa mwilini hao wanaokufa tunawatii? Asante Yesu. Haleluya. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Tunawatii, akikupa masharti unatetemeka na kutetemeka. Kwa nini Yesu tunashindwa kumtii? Ndio. Kama Bwana wetu na Mwokozi wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Nikisema mimi nilikuwa na mabishi, lakini sasa nilishanyosha mikono. Naweza nikakufanyia kituko wewe, lakini sio Mungu akisema jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Wewe tutasameheana, Bwana samahani, vimepita pita, lakini sio Mungu. Mungu sio kumfanyia kituko. Amina. Mpaka Mungu anasema najuta kumuumba mwanadamu. Wewe mwanadamu ni wa namna gani? Asijute kwa ajili ya kwako uliyezaliwa, ajute na yale mashetani yaliyobadilika. Amen. Haleluya. Yakawa maasi, shetani naye anazaa na Mungu anazaa. Amina. So umezaliwa kwenye ufalme wa Mungu, lazima uendelea kumletea shida. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tuwe macho. Hiki ni kizazi ambacho kimeharibiwa sana. Na Biblia inasema wengi watakuja kwa jina langu. Na bahati nzuri hatuwaoni kwa macho haya, huwatambui mpaka uingie rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya, haleluya. Amen. Mpaka uingie rohoni. Ninazo shuhuda nyingi sana za kukushuhudia. Amina. Ambazo mimi Mungu amenionyesha na kunipeleka kwenye maeneo husika na kukuta vile vitu ambavyo ameniambia ni kweli ndivyo ilivyo, lakini wanadamu bado huwa wanakataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Utakufa kwa ujinga wako kwa sababu umependa kujifanya wewe ndiye Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya, haleluya. Amina. Lazima mujue baba yako ni nani. Na kama unampenda Mungu, kama unamtaka Mungu, wewe husikiagi sauti ya Mungu wala huonagi ulimwengu wa roho, lazima ujiulize kuna nini? Bwana asifiwe sana. Kuna nini? Kwa nini hauoni? Bwana asifiwe sana. Kwa nini hausikii Mungu anasema nini? Mungu sio dhalimu. Mungu anasema masaa yote, na lazima Mungu akuonyeshe. Mungu jamani, nina somo la kuweza kufundisha kwamba Mungu anasema na mwanadamu kwa njia 6. Amina. 6 zote hizo Mungu asikutokee. Wewe ni mtu wa namna gani? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema na sauti zake 6. Anasema na mwanadamu kwa njia 6 Mungu. Bwana asifiwe. Amina. Anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Mungu amesema na wewe unasema hii ni shetani, hii ni akili zangu. Sasa Mungu huyo utakutana naye wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana huna neema ya kukutana na Yesu. Amina. Lakini hii nakwambia kuna watu duniani wana neema ya kukutana na Yesu. Haleluya. Nikiwepo hata mimi hapa mwenyewe nimekutana na Yesu, na sio mara moja. Tena mchana, sio kwenye ndoto. Asante Yesu. Kwa nikikwambia kitu cha Mungu lazima ukisadiki, hata kama hutasadiki na kisadiki mimi mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi naamini, mimi mwenyewe ukikataa, mimi mwenyewe naamini. Amina. Kwa tunapowaletea injili ya kweli, lazima wewe ambaye ni mwana wa Mungu usikie neno la Mungu. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Na wengine kihelehele sasa mpaka wanapoteza huduma. Wakiona kwamba na yumba basi watakuita huku, hujauliza Mungu. Ni kibali cha Mungu, ende wewe huko. Na Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu amesema uende. Nadhani ndugu zangu mmekwisha kusikia ujumbe wa Mungu. Amen. Lakini nina neno la unabii hapa mwishoni. Kuna kitu ambacho Mungu akawa ameniambia kuhusu akina baba. Haleluya, haleluya. Amina. Kumbuka nimezungumzia habari ya kwamba kuna matowashi waliofanywa na Mungu.
kuna matowashi waliofanywa na mwanadamu, kuna matowashi waliojifanya wenyewe. Lakini hapa kuna kitu ambacho Mungu amekifunua. Amen, amen. Na hicho kitu, kuna matowashi, watu ambao wamefanywa, yani wamekamatwa katika ulimwengu wa roho na vile viumbe ambao sio wanadamu. Haleluya, haleluya. Wewe unayenisikia sauti hii, sikia, hii ni neno la Bwana kabisa, na huu ni ujumbe ambao unaenda kukufungua, kwa sababu Bwana amesema na mimi kwamba kuna watu ambao wamefungwa, kuna wababa ambao wamefungwa, na wengine ninavyokuambia saa hizi, wengine wanaumwa, wengine wanataka kuwa vichaa. Ninachosema hiki ni kwa sababu wameshakamatwa na zile roho ambazo ni za shetani. Haleluya. Ndio Bwana. Kumbuka nimesema kwamba kuna wanaume, anaweza kawa ni mwanaume lakini sio binadamu, ila ana sura hiyo. Lakini pia kuna mwanamke, unamuona huyu ni mwanamke kabisa, lakini huyo ni kiumbe, amevaa ile roho ya Delila ya uangamizaji, na kwako hajaja kwa sababu ili wewe uwe mume wake, amekuja kukuua. Na Mungu akawa ameniambia wakati niko kuomba mlimani, Mungu akaniambia kuna wanaume 70, hawa wote walishaoa viumbe. Haleluya. Amen. Unanisikia? Amen. Sasa leo kwa kuwa Mungu amenipa neema ya kukutana na wewe, nataka nikuombee Mungu apate kukufungua. Na kwa sababu Mungu anazo funguo, kumbuka nimezungumzia kwamba Petro akapewa funguo ya ufunguo wa kuomba lolote kwa Mungu, akiomba litafanyika, na duniani akifunga litafanyika. Na kwa sababu hii jambo ambalo ninakwambia wewe, ambaye unanielewa kabisa na unajua una hali hiyo, umeoa mke lakini una shida na unatamani kujinyonga, unatamani kunywa sumu, wengine mnatamani kuhama nyumba zenu, Mungu ameshaliona hilo jambo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ameshakuona, na kwa kuwa Mungu amekuona anataka kufungua. Na kwa dakika hii ninavyokuambia kwamba Mungu anataka afungue wanaume 70 ambao wamekamatwa na hizo roho. Sikia, nikupe kaushuhuda kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Nasema siwezi nikafanya kitu ambacho sijaambiwa na Mungu. Siku moja Mungu akawa ananiondoa, akasema ondoka, nenda wilaya ya Chunya, utamkuta mchungaji mmoja. Mungu akanielekeza, niliondoka nikaenda, na bahati nzuri sana yule mchungaji na yeye Mungu akamwambia kwamba kuna mtumishi wangu anatoka Mbozi anakuja. Amina. Sikiliza, nataka nikwambie hiki kitu. Nilipokuwa nimefika pale, sikuamini kwamba hivi Mungu anachoniambia ni kweli. Ni kweli, yule mchungaji nilikuta ni mtu wa imani, yani ana viwango vya imani kumtegemea Mungu. Lakini nilipokuwa nimefika nikasema, Mungu,